Katika kuendesha biashara stationary, kunahitaji ujuzi wa msingi wa kompyuta pamoja na program za msingi ambazo zinatumika mara kwa mara katika biashara stationary. Hapa nimeainisha kwa ufupi ujuzi wa msingi ambao unahitaji kabla ya kuanzisha biashara stationary ili uweze kuendesha stationary yako kama mtaalamu. Ujuzi wa kwanza unaohitajika ni ujuzi wa msingi wa kompyuta. Katika kompyuta unatakiwa uwe na uwezo wa kutumia mouse, lakini pia uwe na uwezo wa kuchapa kwa kutumia keyboard. Katika kompyuta pia unatakiwa uwe na uelewa jinsi ya kufungua, kuhifadhi na kuhamisha mafaili kutoka sehemu moja kwenda sehemu nyingine ndani ya kompyuta. Lakini pia unatakiwa uwe na uwezo wa kutumia USB flash, lakini pia na external hard drive. Hizo ni storage devices au sehemu ambazo zinatunza mafaili ambazo ni za nje kama flashes za kawaida ambazo unazitumia, lakini hizo external hard drive uwe na uwezo wa kuzitumia. Lakini pia unatakiwa uwe na uwezo wa kutumia internet na email kwa ajili ya kupokea na kutuma mafaili kwa wateja. Kuna wateja ambao watakuja wanahitaji watumie mafaili kwenye email, lakini wengine watakutumia mafaili kwenye email yako. Unatakiwa uwe na uwezo ya kuyapakua na kuyafanyia kile ambacho wanakihitaji. Ujuzi mwingine ambao unahitaji ni program muhimu kwa biashara ya stationary. Program ambayo ni muhimu sana katika biashara ya stationary ni Microsoft Office Suite au tunaita ni Microsoft Package. Katika package hii kuna program nyingi, lakini program hizi 3 ni za muhimu zaidi. Unatakiwa uwe na uwezo wa kutumia Microsoft Word kwa ajili ya kuandaa na kuhariri document kama barua, CV, mikataba, makaratasi mbalimbali ambao wateja watakuwa wanahitaji. Lakini pia unahitaji kuwa na uwezo wa kutumia Microsoft Excel kwa ajili ya kutengeneza baadhi ya kazi za wateja ambazo zina mahesabu, lakini pia kutengeneza receipt na kufanya hesabu rahisi za biashara yako. Unatakiwa pia uwe na uwezo wa kutumia Microsoft Publisher kwa ajili ya kuandaa na kuchapisha vitu mbalimbali kama kadi za harusi, business card na machapisho au designs ndogo ndogo ambazo unaweza kuzifanya kwa kutumia Microsoft Publisher. Lakini katika ujuzi pia wa programu za muhimu ni vizuri ukajifunza na Adobe softwares kama vile Adobe Photoshop kwa ajili ya kusaidia kuedit picha za passport na picha nyingine, lakini pia katika kutengeneza mabango ambayo yana mvuto zaidi kuliko kutumia Publisher. Microsoft Publisher katika hiyo Office Suite ni muhimu, lakini ukiongeza na ujuzi wa Photoshop utakusaidia kufanya kazi ambazo zimekaa katika ubunifu mzuri zaidi. Lakini pia ni vizuri ukajiongeza katika Adobe software, ukajifunza na Adobe Illustrator. Itakusaidia pia katika kufanya ubunifu wa logo, lakini pia mabango na business card ambazo zimekaa katika mvuto mzuri zaidi. Lakini pia katika computer softwares ni muhimu kujifunza drivers za mashine mbalimbali kama scanner na printer. Lakini pia na photocopier, kujifunza jinsi ya kuzi-download lakini pia na kuinstall kwenye mashine. Kwa sababu kuna wakati ambao printer inaweza ikashindwa kuconnect na kompyuta yako. Hivyo itakutaka uwe na uwezo wa kutafuta driver nyingine mtandaoni maybe au kwa mtu, then uweze kuinstall kwenye mashine yako kwa ajili ya kuendelea na kazi zako. Lakini ujuzi mwingine ambao unahitaji kuwa nao katika biashara stationary ni ujuzi wa kutumia mashine mbalimbali za stationary ikiwemo printer. Uwe na uwezo wa kuprint kutoka kwenye kompyuta yako, lakini pia uweze troubleshoot au kusolve matatizo madogo madogo ambayo yanajitokeza kwenye printer kama vile paper jam ikitokea au kujaza wino kwenye printer yako. Ni vitu vidogo vidogo ambavyo ni lazima kuvifuatilia na kujua jinsi ya kuvifanya. Lakini ni lazima pia uwe na uwezo wa kutumia scanner na photocopier. Scanner ni ile ambayo inakusaidia kuchange document kutoka hard copy kwenda soft copy. Kwa hiyo lazima uwe na uwezo wa kutumia scanner. Labda mtu anataka kuskani katika mfumo wa PDF au anataka kuskani katika mfumo wa picha, faili iwe katika mfumo wa picha. Ni lazima hizo skills uwe nazo. Lakini pia ni lazima uwe na uwezo wa kutumia mashine za lamination kwa ajili ya kufanya lamination ya vyeti na dokumenti mbalimbali. Lakini uwe na uwezo pia wa kufanya binding, either kwa kutumia spiral binding au katika kubana kwa kutumia pini. Lazima uwe na hizo skills. Lakini pia ujuzi mwingine ambao unapaswa kuwa nao pamoja na kuwa na uwezo wa kutumia hizo program na kompyuta ni vizuri kuwa na ujuzi wa customer care
kwa ajili ya kuweza kuwasikiliza wateja na kuwahudumia kwa uzuri, lakini pia na kwa haraka. Lakini ni vizuri pia ukawa na uwezo wa kufanya pricing, kupanga bei za bidhaa zako, lakini pia kujua bei za malipo kwa njia ya simu. Kwa mfano mteja anataka kulipa kwa M-Pesa, kulipa kwa Tigo Pesa, kulipa kwa Airtel Money, ni vizuri ukajua ile variation au tofauti na gharama ambazo anapaswa kulipa kwa makato, ili anapohitaji kulipa kwa njia ile muweze kufanya biashara yenu kwa urahisi na upesi. Karibuni sana, nikutakia mafanikio mema.